Unafikiri kwa nini tubinti twingine kanaona kamechelewa miaka 20? Nimechelewa kuolewa miaka 30. Nimechelewa sasa nitazaa na yeyote. Miaka 30 umechelewa. Hofu ya maisha ya baadaye. Na tule twingine ambacho tuliwahi kuolewa tunaanza kumzomea. Miaka 27 huna mtoto. Wewe mbeleni huko utapata tabu. Mbeleni nani atakutunza? Zaa na yeyote. Unazaa ovyo tu. Anakuja kuzaa ndo anagundua kumbe kulea mtoto peke yako ni tabu. Katoto kanatakiwa shule, katoto kanatakiwa hospitali, katoto mwisho anatafuta libaba lingine tu. Maana yule mwingine alizaa naye dume bora. Si kuna wanaume ambao ni wataalamu wa kuzalisha afu wanatelekeza watoto. Hai. Halafu mnaanza kuwashambulia wamama. Masingomaza. Usingomaza waliotoa wapi? Waliotoa wapi usingomaza kama sio sisi tunawazalisha tunawakataa? Masingomaza. Wa kwanza kulaumiwa ni wanaume ambao wanazaa alafu wanaterekeza, wanawacha mama wanahangaika. Tena ushukuru huyo singomaza hakutoa mimba, hakuua mtoto. Angenyonga mtoto akatupa choni ili asitwe singomaza. Angetoa mimba. Ndio maana kuna clip iko mtandaoni ninawaambia, bora kuoa mwanamke mwenye mtoto kuliko kuoa kabinti ambako hakana mtoto. Unafikiri hakana mtoto, kumbe ni kamama kafiwa ambako kamefiwa na watoto wengi. Kana watoto 7 kameua. Unasema mimi nimeoa mke ambaye hana mtoto. Wewe huyo ni shosho. Huyo ni bibi. Huyo ni shosho. Ameua. Kama watoto wote wangefufuka, anaanzisha shule. Alafu namsifia huyu ambaye ameua wote. Huyo ndio unasema mbarikiwa, huyo amebarikiwa, huyo ana neema, huyo ni wa baraka. Unamsifia aliyetoa watoto, aliyeua. Si bora huyu mwenye mtoto amekuthibitishia kwamba hata wakwako watakuwa salama. Huyu mtaalamu wa kutoa mimba hata za kwako zitatoka tu. Siku kimkorofisha kiwa mjamzito, asema nilee mtoto wake, nizae. Utasikia nini? Unajua uliponisemesha vibaya nikapata stress, mimba ikatoka. Kumbe mtaalamu wa kuzitoa. Kama umekaa karibu na kadada, kaangalie macho. Kaangalie macho kama hakajawahi. Maana tulitowahi kutoa hivi na ubiri kanasema pastor, hiyo pointi si uruke, hiyo pointi si uhamie nyingine, si uzungumze habari za Yusufu, uzungumze habari za mwana mpotevu. Wewe ndiye mwana mpotevu. Yaani umetuulia wa Kristo wetu alafu tucheke na wewe. Maana hao wangekuwa memba wa church, ingekuwa imejaa. Umeua.